Ndugu wananchi, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, kazi na utu. Nimesimama hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Injinia Masauni, kutoa taarifa na tamko rasmi la serikali kwa vyombo vya habari na kwa wananchi kuhusu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 unaotegemewa kufanyika tarehe 6 mpaka 9 Oktoba mwaka huu 2026 jijini Dar es Salaam hapa Tanzania. Ndugu wananchi, kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na afya njema na kutuwezesha kukusanyika hapa siku ya leo kushuhudia tukio hili muhimu. Pia nawashukuru wote kwa kutenga muda wenu kuja kuungana nasi katika siku hii ya leo. Hakika ukubwa wa hadhira hii ni ishara tosha kuhusu utayari wa kuendeleza jukumu la kuhifadhi rasilimali ya bahari ya Hindi kwa maendeleo endelevu nchini. Ndugu wananchi, kwa namna ya kipekee napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri na maono yake makubwa katika kuipa kipaumbele sekta ya mazingira na uhifadhi wa rasilimali za bahari. Dhamira hiyo imejidhihirisha kupitia hatua mbalimbali za serikali za kuimarisha usimamizi na uhifadhi wa rasilimali maji za bahari, mito, maziwa, maji chini ya ardhi na maeneo oevu. Aidha, dira yetu ya taifa ya maendeleo 2050 imeitambua sekta ya uchumi wa bluu ambayo mkataba huu umejikita kuwa miongoni mwa sekta za kimkakati za kuleta mageuzi ya maendeleo endelevu yanayochangia ukuaji wa kijamii, kiuchumi na kiikolojia. Uchumi wa bluu unahusisha matumizi endelevu ya rasilimali za bahari kwa ajili ya kukuza uchumi na ustawi wa jamii. Kwa kuwa Tanzania ni nchi ya pwani, ina fursa kubwa ya kunufaika na sekta hii kupitia maeneo mbalimbali ikiwemo uvuvi, nishati, usafirishaji, utalii, madini, mazingira na viwanda. Hivyo maamuzi na mwelekeo wa serikali vinaendelea kuiweka nchi yetu katika nafasi bora ya kufikia maendeleo endelevu yanayozingatia uhifadhi na matumizi sahihi ya rasilimali za bahari.